once a year. Kwenda kwa Yeah. That's why you have to read the Bible. ndio maana mnastahili kusoma Biblia. You got to read Leviticus 16. Mwende msome kitabu cha Leviticus. Leviticus 15. He goes into the Holy of Holies 3 times on that day. 3 times On that day. on that day. In a year, how many times? Year, 1 day. 1 day in a year. Yeah. That's what they answered. So they say, mulipata majibu ni mara moja kwa mwa. Clap for yourself. Okay. Now, but katika hiyo siku anaenda mara ngapi? He have to go into the Holy of Holies with incense from the altar. Na angestahili kuingia huko mahali patakatifu huko. Anatoa kwa madhabahu hapa. Anaingia na vitu inanuka mzuri kwenda kwa madhabahu. Anatoa kwa madhabahu, anaenda naye katika mahali patakatifu kuhani. He have to fill the Holy of Holies with incense. Na akiingia katika mahali patakatifu, lazima alikuwa anaenda na kitu kinaitwa namna gani? Manukato ya kunuka vizuri. Anaingia nao katika mahali patakatifu, lakini anatoa kwa madhabahu. Otherwise he will die. Asipoenda na hiyo vitu ya kunuka mzuri, akichipeleka kwa Mungu namna hiyo, anafanya namna gani? Anakufa. Kuhani anakufa. And then he have to go with blood of bull. Na lazima angeenda na damu ya dume. Bull. For himself, since he's the sinner too. Anaenda kusema hii tumechinja, hii tumetoa dhabihu kwa ajili ya dhambi ya watu. So he have to sprinkle 7 times on the mercy seat and before God 7 times. Alikuwa anaenda mbele ya Mungu kwa Holy of Holies, mahali patakatifu kabisa, anaachilia ile damu mara 7 katika mahali patakatifu katika Leviticus. And then Na tena he got to go to 3rd time anaenda tena mara ya 2 mpaka mara ya 3 with blood of goat. na damu ya mwanakondoo. Amen. There are 2 goats they need, 2 different goats they need. Kulikuwa na mwanakondoo wawili waliomhitaji, ama kondoo wawili waliohitajika. 1 goat for sin offering. Moja ilikuwa ni ya kutolewa dhambi, ama kwa ajili ya dhambi ya watu. For the sin of whole Israelite. Moja ilikuwa ni kwa ajili ya dhambi. Kill goat. Na naua ile kondoo. With that blood, he got to go into the Holy of Holy. Na anaingia katika mahali patakatifu katika na ile damu ya mwana kondoo. And same like before, kama mara 7 pia anafanya ile ibada katika madhabahu, mahali patakatifu. Sprinkle 7 times. Anaweka mara 7 on the mercy seat and before mercy seat. Mbele ya kiti cha huruma anaweka hiyo mara 7. Before mercy seat, which means for the hid people, Israelites. Kwa watu wote wa Israeli. I'll have a chance to talk about it later again. Nitazungumzia hiyo hapo mapema. Simupige Yesu makofi. And he need. Amen. And they need another goat. Wanahitaji mwana kondoo mwingine. High priest transfer all their sin. Anachukua tena dhambi, anaweka katika ule mwana kondoo. On the head of goat. Katika kichwa cha yule mwana kondoo. And then priest. Na huyo kuhani move that goat to the wilderness. Anachukua ule mwana kondoo katika mahali mahali iko jangwa. And same like cliff. Na mahali kama kuna mulima kwenda chini. Actually he pushed it. Anasukuma ile mwana kondoo. The goat for down to the bottom. Na kutoka kwa mulima, mwana kondoo akitoka kwa mulima anguke mpaka chini. That goat have to die. Huyo mwana kondoo
nakufa yaturunga na mpaka ansi. He have to make sure. Lazima anahakikisha yule mwana kondoo amekufa. That goat name is scapegoat. Sasa inaitwa umesikia jina inaitwa scapegoat. Hebrew is Azazel. Yeah, Azazel goat. Katika Kiebrania inaitwa Azazel. Az means goat. Hiyo az inamaanisha kondoo. Bwana asifiwe. Hallelujah. Odenga ako wapi? Utengeneze school fees. Hii masomo tunapea watu imekuwa mingi. Hallelujah. Azazel ni kusema kondoo kwa Kiebrania. Kwa Kiebrania. Azazel plus that word plus Azel. Azazel. So Azazel. So kwa hivyo inaitwa mwana kondoo wa kutolewa dhabihu. Az is a goat. Az is a goat. Hiyo ingine ni kondoo. Azel is a let it go far. Let it go far. Na ni kuonyeshwa iende mbali. All the sin have go far away from Israel. Dhambi zote zinatoka mbali kutoka Israeli. And have to die. Na zinakufa huko chini. So all that their sin move away from God. Kwa hivyo dhambi zote zinatoka kwa Mungu, zinatoka mbali na Mungu. And with sin offering, na katika dhabihu ya dhambi, their sin have to be on the mercy seat, God's mercy. So they will be forgiven on that day. Katika siku hiyo. Bwana asifiwe. Kama mmekaa hivyo, omba kwa moyo moyo amalize hii mafundisho kwa maana tumechoka. Haleluya. Haleluya. Sasa tutafanya namna gani? Tuombe tu kama Mungu gusa moyo wake amalize hiyo kitu. Bwana tuzimu umechoka. Si hata wewe unaona sio mimi niko na makosa? Ama unaona ni mimi niko na Haya Baba, kwa jina la Yesu, gusa mtu wako, hii mafundisho itulie kwa jina la Yesu Kristo. Sema amina, inawezekana. Haleluya. Inawezekana jamani, kwa jina la Yesu. Unajua saa nyingine hata kama ungekuwa wewe ni mimi, mgeni kama huyu, kuambia yeye wacha, taona saa nyingine ni madharau. Aya, Mungu amesikia. Mungu amesikia. You know, Orthodox Jew and carnal Christian, wa Yahudi na Wakristo wasio muamini Mungu. Haleluya. Mkinyamaza, roho wa Mungu ataanza kufanya kazi, amalize. Nyamazeni. Haya. I told you already. Nilikwambia tayari. They have to pass through the tribulation. Lazima wapite katika hali ya mateso. There is a 7-year tribulation. Kuna miaka 7 ya majaribu. They divide the two different parts: pre-tribulation and post-tribulation. Walikata hiyo kwa sababu ya mateso. Bwana asifiwe. Pre-tribulation is a light one. Post-tribulation is a heavy one. Kuna hiyo wengine watu wanateseka kidogo zaidi. After we have raptured, wakati tumenyakuliwa, there are 140 tribe of Israelite, from the tribe of Israelite. Katika ile tribe ya Waisraeli, there will be a witness of Yeshua Mashiach, Jesus Christ. Itakuwa ni kutoka kwa kabila la kina Kristo Yesu. They will preach the gospel to the Jewish people. Watahubiria Wayahudi injili. And there are 2 witnesses. Na kuna mashahidi wawili. On Revelation 11. Katika kitabu cha Ufunuo 11. Those 2 witnesses will preach the gospel. Hao mashahidi wawili watahubiri injili to the Jewish people. Katika Wayahudi. And then, na hiyo, all the carnal Christian and Orthodox Jew will pass through the post-tribulation. Na hasa sasa hawa Wayahudi watapitia katika mateso kidogo. Believe.
na imani iliyo kuu. Their eye was covered by cloth. Wamefungwa na kitambaa. It will be take off. It will be taken off on that day. Itanyakuliwa kutoka siku hiyo. During the post-tribulation. Katika hiyo mateso ya tatu. Hallelujah. So they will confess Jesus Christ as their Savior while they pass through the tribulation. Watasema Kristo Yesu ni Bwana katika mateso yao. Hallelujah. Mnacheka ni kama mmeona Yesu ameanza kufanya kazi. Okay, hallelujah. So we mentioned about fifth and sixth feet of God. Hallelujah. Bwana asifiwe. Hata mimi nimeona Yesu ameanza kufanya kwa hivyo nyinyi mtulie tu. Hallelujah. Amen. Tulia tafadhali. And there's the last one, seventh menorah. Seventh. Ya mwisho ni menorah 7. Hallelujah. That is feet of tabernacle.